fanyeni ushawishi kwa yale tunayoona kwamba ni mema katika nchi yetu, tukifikiria pia na sisi. Una watoto wako wanasoma, vurugu ikitokea hautawahimiza asubuhi waende shuleni. Unafanya kazi kwenye ofisi fulani ndio inakupatia mkate, vurugu ikitokea hautaangalia daradara iko wapi uende kazini. Na usipokwenda kazini chakula hamna, na kama chakula hamna lawama kwa baba, hajaleta chakula. Baba naye anahofia uhai wake na uzima wake. Jema ni jipi? Jema ni jipi? Lipi ambalo ni jema? Kwa mimi naombeni sana ndugu zangu, kila mmoja katika nafasi yake, na mimi nikiwa kama mmoja wa wazee katika jiji hili la Mwanza ambaye nimeona mambo mengi katika mji huu, tutumieni ushawishi wetu kuambia watu mambo ya kweli, ya faradhi, na ambayo yatatujenga sisi na jamii zetu na familia zetu. La pili, tukivuruga nchi hii ni kwa uharibifu wa maisha yetu na watoto wetu na familia zetu. Lakini tatu, tukiruhusu watu wafanye fujo, ndoto zetu zote zitakuwa zimezimika. Kuzifufua itatuchukua muda mrefu sana. Amani ya kweli imejengwa katika haki. Amani iliyo ya kweli imejengwa katika haki. Amani ya kweli haijengwi kwa sababu watu wamenyamaza. Inajengwa katika haki. Tunaiamini serikali yetu na sisi tunaungana na ninyi. Haki huinua taifa. Bali kunapotokea jambo leo kinyume na haki, inaleta aibu kwa wowote. Sasa tusimameni katika hilo. Tunaihubiri amani ya nchi yetu, tunatenda haki makanisani, tunatenda haki katika serikali, katika jamii yetu, na hii itatusaidia sana kuliponya taifa hili ambalo kwa kweli ni tunu ambayo tumepewa kwa miaka mingi, na tuitunze kwa gharama yeyote ile. Kwa hiyo tunapoyaona haya, tunayafuatilia, tunayashughulikia, na hapo tutakuwa tunaliponya taifa letu. Ombi langu ni kwamba vikao vyetu, mimi ningeomba viimarishwe. Serikali isiwatafute maaskofu na wachungaji wakati kuna migogoro inapokuwa imetokea, lakini niombe serikali iwe na wakati maalum wa kukaa na wachungaji hata kama kuna amani, ili kutaka kujua nini kinaendelea katika nchi, lakini pia serikali nini kiko kwa wachungaji, kwa kushauriana ili nchi yetu kuiweka salama. Asante sana. Wote tunafahamu Oktoba 29 tunao uchaguzi mkuu katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Mataifa mengine wanachagua baada ya miaka 4. Wengine siku hizi wamesogeza 7. Lakini Watanzania tumeng'ang'ana pale pale mitano. Na ni tukio ambalo kila baada ya miaka 5 linaleta sura mpya kabisa ya uongozi, linaleta matumaini mapya, linaleta energy mpya ya namna gani nchi yetu itaenda, namna gani sera ambazo zitatungwa zina impact kwa kanisa, zina impact kwa viongozi wa kiroho na watu wao, zile sera za kiuchumi, zile sera za uwepo wa uhuru wetu wa kuabudu, uwepo wa uhuru wetu wa kuendelea kuthaminiwa, kusajiliwa, kulindwa kisheria na vitu kama vile. Lakini katika kila miaka 5 kwa sababu ni political dispensation, kuna watu wanakuwa na imani kwamba na nikiwa mwanafunzi watu walikuwa wanasema maneno ya siasa bwana ni ya wanasiasa. Lakini siasa inatuhusu sote. Nchi hii ikiwa salama, kanisa liko salama. Nchi hii ikiwa salama, waumini ambao unawaongoza watakuja na sadaka. Nchi hii ikaingia katika machafuko, hautakaa uamini moja, mporomoko wa uwekezaji in trillions, kwa sababu wawekezaji wanaoleta pesa nchi za watu ni imani tu, imani aliyojenga baba wa taifa Nyerere na wale waliofuata. Mungu ametutengenezea misingi fulani ambayo imeifanya Tanzania iitwe Tanzania. Kama tutaruhusu mwaka huu
Watu wanaoenda kutiki wanatiki, wanaotoka wanatoka, baadaye wale wanaotoka wanataka kupambana na wanaotiki, ikatokea vurugu. Nchi hii hatutakuwa na nchi ya akiba. Kanisa halitakuwa na watu wa akiba. Na ndio maana nasema kuna umuhimu tu kukaa tujadiliane, kuliangalia hili jambo katika mapana yake, katika uzito wake. Tusisitize na tufikirie na tutafakari utayari wa kanisa kuilinda na kuienzi amani ya Tanzania, ya taifa letu. La pili, utayari wa kanisa katika kuwasisitiza watu wake wakatoke wakapige kura. Jamani, taifa hili ni letu sote. Tusiangaliane kwa makabila yetu, tusiangaliane kwa dini zetu, tuangaliane kwa haki, kutenda haki. Kiongozi yoyote wa dini yoyote wa kabila lolote akiingia madarakani, sisi wengine tumunge mkono, lakini tuzingatie haki za wananchi na kuzingatia na kufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukifanya hivyo, amani, utulivu, upendo vitatawala. Serikali itaendelea kutimiza wajibu, lakini pia kusimamia haki. Sio serikali ni neno pana, linaanzia toka serikali ya mtaa. Kuwafundisha watu wetu kwenye mitaa kama viongozi kusimamia haki na kuwataka wananchi nao kutimiza wajibu, kwa sababu neno haki linaambatana na nini? Wajibu. Lakini pia haki ikisimama, taifa nalo husimama. Kwa hiyo sisi ndani ya serikali na hususan katika mkoa huu, kwa yale ambayo ya kitaifa na yote ambayo wameyasema, mwakilishi yupo, atayachukua, atayafikisha. Kauli ni ncha kali kuliko hata risasi. Kwa hiyo kauli zetu zina umuhimu mkubwa. Kwa faida ya nchi yetu, kauli zetu zilenge kujenga umoja wa kitaifa.